Dina design moja maridadi. Tesri Anho title la horror cinema. Ikuwa na maana hapa basi The Hidden Cameras. Alright. Ni design moja tena kabambe. Na ni kwenye ruti hapa basi inashakapara ukipenda za introduction. Yani zaidi ukipenda hapa basi ni kwenye ruti za mwanzo wa sinema. Ni picha ambalo hapa basi umekuja kuandarua la jaba kwa jina la Sunny Adele akijulikana kama vile Ajeng Singer. Utaweza kumpata Mukesh Rishi utaweza kumpata kwenye sinema akijulikana kama vile Sudama Pandey ni jina lake la horror cinema Mukesh Rishi. Utaweza kupata hapa basi bila shaka pale watu kama vile hapa basi bila shaka pale Mukesh Tiwari, Molly Sharma, wote walihusika kwenye horror cinema. Utapata hapa basi Amisha Patela, utampata kwenye horror cinema hapa basi bila shaka pale vile vile Neha Dufia utampata kwenye horror cinema. Yote hapa basi ni kwenye ruti za mwanzo wa sinema. Arti Chabaria warahusika pia kukuandaria kwenye horror cinema. Hapa basi picha Tesser Anha. Na ikiwa ni kwenye ruti za mwanzo huku Hari Baweja akiwa director wa horror cinema kutoresha mwanzo kamili wa sama mwisho wa introduction. Tunakuja kupata hapa basi headquarters za Kiwana PC. Naik Saab, ji, I want you to release all our police force to make it a successful rally. Kulikuwa hapa basi bila shaka pale kuna rally fulani inapangwa ya Kiwana PC. Kuna mkutano fulani hapa basi unakuja kupangwa wakiwa na polisi, na kwa hivyo Mduzi alikuwa anadai hapa basi kuweze kuwekwa ulinzi wa kimataifa. Lakini Mduzi alikuja kufahamishwa kuna kesi fulani ambayo imekuwa ikiharibika zaidi. Mwanzo kuna watu wako na tabia ya kutengeneza filamu za tabia oza, yani pornographic. Watu wenye tabia hapa basi bila shaka pale ya kulazimisha watu ambao hawapendi kucheza filamu za tabia baya. Na kwa hivyo hicho ni kitu ambacho hapa basi bila shaka pale wanahabari kama ilivyo kawaida basi watu wa kuandika magazeti, watu hapa basi bila shaka pale wa runinga, watangazaji hapa basi wa ma-TV kama vile hapa basi bila shaka pale watu, yani ni maripota watu tofauti. Alright, wamekuwa kichangia sana na kudai hapa basi ile tabia imeharibika zaidi. Mwanzo unapata hapa basi mpaka watoto wadogo wa primary school, watoto wa high school, hapa basi wanafunzi wa chuo kikuu wana lazimika kucheza zile filamu. Na ndio sababu hapa basi jamaa wetu unaona huyu ndio jamaa risara kwenye sinema Ajeng Singer. Ajeng Singer aliweza kusimama kafahamisha Mduzi yenyewe hapa basi ingawaje tulikuwa tunapanga rally, lakini hili jambo limekuja hapa basi kuwa ni jambo ambalo limepita mipaka. Mwanzo watu wengi ambao wanacheza hizi filamu za pornography, hizi filamu za tabia baya, akaambiwa hata na Mduzi mwenzake, abande hii mtu ukisikia akisema afanya gezi, hiyo gezi imeharibika. Kwa hivyo wacha afanye hii mambo tuone venye hii kitu itaenda. Kwa sababu sasa hii mambo itaharibika. Ikisemekana ati watoto wadogo wanacheza hii pornography ni kitu ni tabia mbaya. Jamaa wetu akadai apatiwe hiyo operation. Aweza kudila basi na ile kesi. Baada ya siku moja aliweza kufika kwa ofisi. Na kadai yeye kuna uhakika hapa basi mwenye ambaye anafanya hii biashara, mwenye anashughulika na hii biashara sio mwingine ni huyu hapa basi jamaa kwa jina la Sudama Pandey. Elewa Sudama Pandey ni mshafahamisha basi jina lake original ni Mukesh Rishi. Mukesh Rishi anakaa upande wa London, ingawaje yeye amechomoka upande wa India. Sudama Pandey जो इस वक्त लंदन में है. सुदामा पांडे लंदन से ऑपरेट करता है. इस आदमी का खेल खत्म करने के लिए मुझे लंदन जाना होगा. And we need the full cooperation from the British government. Ile kitu tunataka hapa basi ni munitume upande wa London. मदद के लिए हमारे फॉरेन ब्रांच की jamaa yetu alifahamishwa hapa basi tutakusaidia kama utaweza kukamata huyu mtu na ile hiyo tabia iweze kuisha hapa basi wewe tumekupatia ruhusa. Elekea upande wa London. Fika London, ngangana ukamate huyu mtu, tafuta evidence na jamaa wekwe ndani ili tukomesha hapa basi hii tabia ya kucheza filamu za tabia baya sana. Tabia baya. Yani watu imagine watu wanafanya tabia baya alafu inarekodiwa na video.
Hiyo ni tabia baya sana. Tuchomoke ara hizo basi ndugu brother mpenzi mtazamaji, na moja kwa moja na kupeleka na kuhurumia sana. Mwanzo najua nyinyi wote hapa hamjaenda upande wa London, kwa hivyo sasa nawachukua na nawapeleka moja kwa moja hadi kule upande wa London. Bali tunakuja kumpata manze kwa jina la Sapna. Sapna mwenyewe ndio huyu. Sapna ako upande wa London, lakini akiwa upande wa London alianza kukumbuka story kuhusu mpenzi wake. Sikiza mtazamaji. Sapna ni manzi. Jina lake original hapa basi nimehadithia. Sapna akiwa upande wa London alianza kukumbuka, huku ungemtazama kwenye mwanzo salimu kuna basi ni mtu ambaye anabwaga machozi. Alianza kukumbuka story kuhusu mpenzi wake. Na mpenzi wake ni jamaa wetu hapa basi bila shaka para ukipenda Arjun Singh. Huyo shasha. Huyo ndio boyfriend yake. Sasa manze ni kukumbuka na kumbuka venye walienda kwa hoteli kabla manze hajaenda upande wa London. Manze ako London lakini anakumbuka boyfriend yake kwa jina la Arjun Singh ambaye walikuwa naye upande wa India. Anakumbuka wakiwa kwa hoteli na kadhalika. Akaendelea kukumbuka venye ambavyo hapa basi bila shaka pale walikuja kubonga na Arjun Singh. Huyo manze kwa jina la Sapna. Akakumbuka venye ambavyo waliweza kubonga na venye aliweza kumfahamisha kwamba na kwetia anataka kwenda upande wa London. Mwanzo hapa basi kuna kampani fulani ambayo inafanya hapa basi inafanya watu waweze kuwa famous. Yani unapigwa picha zako zinaanza kuuza hapa basi bila shaka pale magazine, unaanza kufanya advertisement hapa basi ya bidhaa za beauty. Unaona unakuwa wewe hapa basi picha yako itawekwa pale kwa vitu za product za best ready. Unaona vitu kama hizo. Kwa hivyo alikuja kumfahamisha hapa basi yeye anataka kwenda upande wa London. Hapa basi kupigwa picha kisha picha zake ziweze hapa basi kwa advertise kwa makampani. ठीक है अब जाओ Arjun Singh akamwambia hapa basi bila shaka pale, mimi sitaki uende, lakini juu wenyewe hapa basi unaweza enda hapa basi uangukie utajirike. Wewe nenda tu. Haya yote mtazamaji sikiza. Haya yote manze kwa jina la Sapna anakumbuka. Kukumbuka kwa Kiingereza wao husema remembering. Unaona? Kwa Kimasai wanasemaga mayoro dogeting gutetek. Unaona? Yote sasa ni kumaanisha ni mtu ambaye anakumbuka. Sasa ni kukumbuka haya yote anakumbuka. Manze akaendelea kukumbuka mpaka venye alikuja kumuaga mamake. Unaona? Manze alikuja kukumbuka venye ambavyo alikuja kumuaga mamake. Sasa hii yote anakumbuka Sapna akiwa London. Akakumbuka venye alikuja kuambia mamake anaenda. Unaona? Kuambia mamake basi yeye anataka kwenda upande wa London. अच्छा बेटा yote anakumbuka. दिल घबरा रहा है प्लीज माँ मैं कहीं से पास Kumbuka venye hii yote sasa nakumbuka. Nakumbuka venye alibonga na mamake. Mamake anamwambia oye, sasa mtoto wangu hapa basi unaenda London na hapa basi itakuaje? Lakini akamwambia mamake yenyewe yeye lazima aweze kuelekea upande wa London. Mwanzo hapa basi London maisha ni Ulaya kule. Unaona? Aya, asante sana. Na basi hapa basi akaendelea kukumbuka. Kukumbuka ndio nakwambia hapa basi watu tuseme kama walio nasema hiyo ni kiwalia kusema kukumbuka. Unaona? Nasema hii sasa ni kiwalia kusema kukumbuka. Sasa Maza akaendelea kukumbuka venye ambavyo wakati ambapo hapa basi aliweza kufika upande wa London, alianza basi kupigwa picha. Mwanzo hii ni kitu aliweza kufanya application, yani akaapply, akauliza na akafaulu na akafika hapa basi akaitwa invitation letter na sasa ako upande wa London. Wakati alifika upande wa London basi alikuja akapigwa picha. Aliweza kupigwa picha sana hapa basi bila shaka pale na hawa Danish Brothers. Alikadhalika basi Danish Brothers wanafanya kazi hapa basi na Sudama Pandey. Manza akapigwa mapicha mstari kama hiyo. Sudama Pandey nimekwambia basi ni Mukesh Rishi. Alright. Danish Brothers ndio hawa. Waiting for you. Maridadi. Kisha sasa akafahamishwa aende abadilishe mavazi lake. Hapa ndipo mademo nakuja kubadilisha manguo. Na ile mtazamaji, kubadilisha nguo lazima utoe nguo zote. Waswahili husema kuoga ni kuvua nguo. Kwa hivyo pia kubadilisha nguo lazima utoe nguo zako zote. Ikiwemo woluwalo. Unaona?
ikiwemo wolwalo, lazima uweze kuvua, lazima uweze basi kubadilisha kitu kama vile sondolia. Unaona? Sondolia. Unaona? Kwa hivyo vitu lazima uvae kitu kama vile thon, yani lazima uvue nguo zako zote alafu sasa uweze kuvaa nguo zingine. Kwa hivyo Manzi alikuja akavua mavazi zake zote hapa basi na akavaa zingine. Lakini yule Manzi ni mrembo sana. Unaona? Yule Manzi ni dem ambaye ni mrembo sana. In fact dem kama huyu anafaa tu kuwa dem wa DJ Afro, lakini haisuru basi. Haya, dem akabadilisha mavazi na kadhalika. Baada ya kupigwa picha, sasa Manzi alikuja kuonyeshwa picha zake. Cheki, Sapna. Oh, Sapna! Unaona hapa basi mpaka Mukesh Rishi mwenyewe ako area. Mukesh Rishi. Sasa Sapna ikiwemo mamanze mwingine basi alikuja kuonyeshwa picha zake. Lakini alishtuka. Mwanzo kumbe pale alikuwa anabadilisha mavazi. Kulikuwa na kamera yenye imefichwa yenye hakuona. Sasa kumbe kuna picha zake mpaka akiwa uchi. This is all wrong. Yeah. It's all wrong. Akaambiwa what is wrong? Sisi hapa tunataka picha, hebu angalia kama huyu anaweza tuonesha nyonyo zake. Wewe. Salala. Manza kambo huku inakuaga namna hiyo. Nawe ni mrembo. Hizi ni nyonyo. Akaambiwa sasa hizi picha lazima tuweze kuweka kwa internet, lazima ziweze kuwekwa kwa Facebook, lazima ziweze kuwekwa kwa kila sehemu. Sasa Manzi hataki hivyo. Mwanzo. Hiyo sio ilimleta hapa. Plus yeye ni mchumba wa mtu. Yeye ni girlfriend wa mtu. Unaona? Yeye ni mchumba wa mtu. Lakini atafanya nini? Na ukifika hapa, haya cheki mwingine hapa nataka kukunia. Haya, ukifika hapa unapatia na passport na documents zako zote. Wololo yaye. Aisuru. Na mtazamaji, nataka ujue haya yote Manzi anaendelea kukumbuka. Alright. Sasa Manzi akiendelea kukumbuka hapa basi venye ambavyo picha zake sasa ziko na hawa watu. Unaona? Hawa watu wako na zile picha zake. Na mamanzi wengine hapa basi wanakujaga araizi. Kuna wao ambao wamejitolea, unakuja unavua mavazi ara za nyowizi, unadansa ili kisha kuweza kufurahisha watu. Na kumbe Waingereza wanapenda sana hapa basi bila shaka pale mamanzi wa Kihindi. Wanapenda sana hapa basi Indian women. Kwa hivyo hapa basi huyu Mukesh Rishi anadai hapa basi zile picha lazima ziweze kuchukuliwa. Mbali na kuchukua picha, yeye huaga anacheza pornographic, yani picha za tabia baya, tabia oza. Haya, alright. Sasa wakakuja kupigwa picha zingine. Unaona? Lakini sasa Sapna akiwa hapa yeye anadai hapa basi hataki mambo. Uko na mpovua nguo zote. Tuonyeshe mokanye wa nyonyo. Yaani nipples. Tunataka kuona mokanye wa nyonyo. Sasa lazima uvue mavazi bana. Wacha kufunika. Sasa tunakuja kuchukua nini? Come on. We want to take sexy pictures. Tunataka sexy pictures. Come on. Unaona hapa basi bila shaka pale wako hapa wale Danish brothers pamoja na Mukesh Rishi. Wanataka zile picha. Lakini Manzi hataki. Sasa Manzi alikuja kubonga hapa sina hawa Danish brothers. Akawaambia tafadhalini nisaidieni. Manake mimi hizi picha nimepigwa siwezi nikataka zifike nyumbani. Mwanzo kwanza mama yangu akaziona atasema nini? Mchumba wangu akaziona atasema nini? Nitafanya nini? तो जा नहीं सकता और विदाउट वीजा अगर लंदन पुलिस ने तुमको पकड़ लिया. Manza kambo sasa unajua sisi ndio tuko na kila kitu yako. Na ukitembea hapa London bila passport utakamatwa na utaitwa terrorist. Hivi ndivyo wa Britons wanafanyaga. Sasa utafanya namna gani? Manza kuambia tafadhalini nisaidieni tu, mimi ile kitu nataka tu hizo picha na makamera. Tafadhali niende nazo. Tafadhalini tu, mpaka kwanza zenye mlinipiga nikiwa uchi, nikiwa sina hata suruali. Tafadhali hizo nataka tu munipatie. Akamwambia ni sawa, tutakupatia. Lakini sisi tunataka kumdouble cross mdozi wetu. Tumuitisha pesa mingi zaidi. Na kumdouble cross pengine tuwe na evidence ya kuonesha ile kazi chafu yenye anafanyaga. Najua wewe anakupenda sana. Ukikubali kwenda kuingia kwa bedroom yake, wewe tu ndiye mtu ambaye anaweza kubali uingie kwa bedroom yake juu ametuambia mara mingi sana tukwambie anataka kulala na wewe. Sasa wewe ujitolee uende ulale na yeye. Ukilala na yeye asubuhi na mapema anaamukaga anaenda maombi. Uingie kwa laptop yake, udownload document zote zake. Tukiwa nazo tutamshtua tutamstaki na atatupatia pesa zote zenye tunataka. Jusi tunataka kumdouble cross. Kwa hivyo ukuje na CD yenye imebeba evidence yote ya kumweka ndani. Utupatie ndio tuwe tunamtisha nayo.
Sasa hapo ndipo Manzi akakubali. Naona yote ni kukumbuka, alikuwa anakumbuka. Sasa hapa ndipo amemaliza kukumbuka. Amemaliza kukumbuka, sasa kukumbuka imeisha. Sasa Manzi alienda akalala. Na sio kulala ati kulala venye unaweza enda ulale tu hivi. Ina maana alienda akalala na yule hapa basi bila shaka pala yule mzee kwa jina la Mukesh Rishi. Na wakafanya tabia baya sana. Wakafanya tabia baya oza. Bas na akapata ile CD. Manzi akapata ile CD yenye alikuwa ameitishwa na wale Danish Brothers. Tutumbuke kwa Manzi. Sasa hiyo yote Manzi alikuwa anakumbuka akiwa London. Hiyo yote nikukumbuka alikuwa anakumbuka. Hebu sasa tutumbuke ara zenye hizo. Tukuja kupata watu wengine hapa basi bila shaka pale na wao ambao wanachezaga filamu. Huku ni upande wa London. Sasa hapa kuna filamu inachezwa. Sasa hii mtazamaji ni filamu inachezwa. Unaona? Hii ni filamu inachezwa. Huyu Manzi anajulikana kama vile Natalia. Unaona? Natalia alifaa kucheza hapa basi bila shaka pale mchezo wa kuvamiwa na wakora na auawe. Natalia. Alright. Unaona? Hivyo hapa basi bila shaka pale akachukua kisu akajifanya amemdunga na kisha hapa basi akapaka nini? Akapaka tomato. Alright. Tomato sauce. Lakini sasa Natalia hajui kukufa. Sasa cheki mtu alidungwa anafaa kukufa. Sasa hawa ni watu wanacheza filamu. Anafaa kukufa. Unaona? Anafaa kukufa. Hii ni filamu wanacheza, unaona wamejipaka paka basi tomato sauce. Wololo yaye. Lakini sasa wanacheka kwa sababu huyu Natalia hajui kukufa. Unaona? Sasa waliboeka. Mpaka kamuuliza, "When will you learn to die? Unafaa kuwa umekufa." Hai ni olimu. Hapa kuna jamaa kwa jina hapa basi bila shaka pale Rahu. Rahu ndiye director. Wako na Manzi fulani kwa jina la Amu. Hari kadhalika bishi na Manzi mwingine kwa jina la Ati Chabaria. यार इसे मरना नहीं आता यार, कोई इसे मरना सिखाओ. Huyu ndiye Amu. Haongeagi lakini anasikia na anaona. Amu. Jina lake original basi ni Amisha Patel. Aje. Hari kadhalika hapa basi huyu naye mwenye wako na yeye ni jamaa kwa jina hapa basi bila shaka pale Rahu. Rahu alimuita huyu hapa basi bila shaka pale Manzi kwa jina Natalia. Anamwambia hajui kukufa. Hajui kukufa. Sasa anaulizwa, "Kwa nini hujui kukufa? Mbona hujui kukufa?" Just die. Yeah, but I never died before in the movie. Kamwambia, "Mimi sijai kufa. Sasa nitajuaje kukufa?" Akaambiwa, "Sasa wewe huwezi kuendelea kucheza sinema. Huwezi kuendelea kucheza filamu." Aya. Kumbe sasa hapa kuna sehemu fulani basi hii ni area ya studio. Walikuja kufahamishwa wakati wao wa kucheza filamu umeisha. Mwanzo kuna watu wengine wanataka kucheza filamu. Sasa hawa nao Danish Brothers wanachezeaga hapa ndipo waga wanakuja kuchezea filamu zao. Lakini wao wanachezaga hapa basi pornographic. Kwa hivyo unaona hapa basi bila shaka pale Rahu, Amu na Arte Chabaria walifukuzwa. Danish Brothers na wao ndio hawa. Sasa walikuwa wamekomboa kuanzia saa hii ni masaa yao ya kucheza filamu zao. Alright. Hawa basi wakachomoka. Huku Amu haongeagi. Yeah. Sasa anaenjoy venye ambavyo Natalia alishindwa kukufa. कैसे कह रही थी ना? I want to get into the skin of the character. Yeah, और देखता क्या है? Sasa anasema Natalia alishinda akisema nataka kucheza sinema. Akipatiwa baada ya kucheza anashindwa kukufa. Amu kumbe alikuwa amesahau bidhaa zake. Amesahau koti lake. Amu haongeagi. का जैकेट अंदर भुलाई है. वाह, वो जैकेट. Amu haongeagi lakini ni sistake Arte Chabaria. Kwa hivyo Arte Chabaria anajua kila kitu chenye ambacho basi huyu Amu anamaanisha. सुनो मैं. ठीक है तो मैं जा रही हूँ. चलो 2 मिनट में आ जाएंगे. अपने इस डाउरी गिफ्ट को कभी तो अकेला छोड़ो यार. Ya, jacket ni yake, unampeleka kwenda kutafuta jacket ya nini? Amu akasema ni sawa basi, wacha mimi niende jacket yangu, nyinyi nendeni nyumbani. Huyu hapa basi bila shaka pale Rahu wakiwa na Arte Chabaria wanakuaga basi ni wapenzi. Mbali na kuwa ni madirector kwa ile filamu kwa kucheza filamu, hapa basi wao ni wapenzi. Alright. Kwa hivyo ilibidi Amu aende jacket yake peke yake kwa zile mastudio. Na bidhaa fulani ambazo walikuwa wamewacha. Amu pia kwa ile industry ya kucheza filamu hapa ni upande wa London. Sasa aliwaacha nao akina hapa basi bila shaka pale Rahu wao wakaenda nyumbani. Sasa Amu akakuja kuchukua bidhaa zake. Lakini kidogo hivi studio ikafungwa na Amu ako ndani. Studio ilifungwa na Amu ako ndani. Makosa. Mwanzo wenye sasa wanakuja kuingia kwa studio wanachezaga pono.
Yani zile movie za tabia baya sana, tabia oza. Hizo ndizo filamu ambazo wanachezaga hapa. Sasa milango ilifungwa. Na ajabu ni kuwa hawa watu hawalipagi watu wakuja wacheze hizo filamu, wanakulazimisha. Unaona? Na ndio sababu naona basi kumefungwa stara kama hiyo. Aya. Alright. Amu amefungiwa. Maskini wa Mungu. Na hajui kuongea. Sasa anajaribu kupiga makofi. Amuite yule soja, lakini wapi? Soja ameshachomoka. Ulolo yaye. Amu atafanya nini sasa? Amu atatenda nini? Ikabidi sasa ni agoje mpaka asubuhi. Lakini pia kuchomoka hapa basi bila shaka pale upande wa Mumbai, India, ameshafika tayari upande ya saa bila shaka pale wa London. Jitu na Jamari starring kwenye horror cinema. Ukipenda hapa basi bila shaka pale Ajang Sinha. Ajang Sinha. Jina lake original ni Sunny Deol. Gaidi naye Mukesh Rishi ndio huyu. Akuwa kwa club lake ndilo hilo. Ibi club lake basi anataka kuwe na mamanzi wa kutumbuiza watu, basi ma strippers design kama hii kwa lile club lake shasha. Na bado yeye sasa ndiye anauzaga filamu za pornographer. Ololo yaye. Sasa jamaa wetu Ajang Singh alipatiwa mwanapolisi ambaye watakuja naye kama partner yake. Yule mwanapolisi jina lake ni Vikram. Kumbe Vikram ni ndugu wa karibu na tena rafiki mkubwa zaidi wake huyu Mukesh Rishi. Kwa hivyo wakati ambapo Ajang Singh alifika upande wa London, Vikram akampigia Mukesh Rishi simu na akamfahamisha ajichunge sana tena zaidi, na kabla hajajichunga ajichunge sana kwa sababu Ajang Singh ako hapa na amekuja kumweka ndani. Sasa ni kitu ambacho Vikram alifahamisha Mukesh Rishi. Mukesh Rishi ndio huyu. Kwa hivyo Mukesh Rishi akadai hapa basi atakabidhiana na Ajang Singh. Mwanzo Ajang Singh hawezi kumzuia kuendelea hapa basi biashara zake huko upande wa London shasha. London to yaar man. Anadai hapa London basi maisha ni mzuri. Kuenjoy life, kujinice. Sasa kama kuna mkora mwingine na yeye hapa basi ni huyu mdhee kwa jina la Rahu. Rahu alikuja na demu yake akamwambia, sikiza, kuna character ninatafuta, kuna demu nataka kujifunza kuact. Sasa nataka kwenda kumfunza script yake. Haya. Huyu jamaa anakuaga mkora. Huyu jamaa ni mkora venye hujawahi ona. Unasemaga Joyfrey Mutage upande wa ukora unakosea. Huyu ni mkora nambari 1. Kwa nini? Sasa yeye ni director wa filamu. Na ili kujua kucheza filamu basi lazima upewe mawaidha. Kwa hivyo kuna mdhee fulani anataka mtoto wake afunzwe kucheza filamu. Unaona? Huyu mdhee sasa anataka mtoto wake afunzwe kucheza filamu. Kwa hivyo mtoto wako huku ndani ya nyumba, na sio mtoto, yani ni msichana wa huyu mdhee. Unaona? Ni msichana wa huyu mdhee. Kwa hivyo Rahu alikuja kaambia mdhee, sasa unajua mtu akifunzwa kucheza filamu anafaa kuwe peke yake. Kwa hivyo wewe mdhee ukae hapa niende nifunze ule msichana namna kucheza filamu. Unaona? Haya, sawa. Sasa Rahu akakuja. Rahu kuona kale kadem ni kasupu. Akaambia dem, sasa wewe nataka kukufunza part ya mapenzi. Unaona? Wewe utacheza sinema pahali ya mapenzi. So, lazima unionyeshe venye ambavyo ukifika ni kucheza filamu pahali ya mapenzi, venye ambavyo unaweza penda mtu. Ukaribie mtu, umuguze tena, umuguze ndevu, umpapase iromo, umpapase. Sasa ni kufunzwa kucheza filamu. Hey! Walala yaye. Kuna watu wanakuwa na tabia kama hizo. Watu kama Nyasiribwi tabia ni kama hiyo tu. Haya, sawa. Sasa jamaa wetu ameshafika upande wa London basi na aliweza kukaribishwa na wanapolisi wa London. All the best. Wishing you all the best hapa basi upande wa London. Kukabidhiana na kukamata magaidi. Lakini kuna kitu moja. Ajang Singh hajui Vikram ni msaliti. Oye. Sasa manze namba yenye ako nayo offhead ni ya huyu Rahu. Na Rahu na yeye ati ni kufunza manze acting. Sasa anapigwa simu hawezi shika kwa sababu sasa ati anafunzana acting. Mbona asifunze manze namna ya kugogwa? Unaona?
unaendelea namna hiyo, hivi ndivyo utakuwa ukicheza filamu. Teremsha mkono. Oye, sasa Amu alipiga simu zaidi ya 10. Wala Rahu hashiki. Upande mwingine na Agent Singh akadai hapa basi, as far as ako hapa upande wa London, huyu jangili kwa jina la Mukesh Rishi lazima aweze kukamatwa na kuwekwa ndani, wala sio hivyo aweze kumaliza. Mwanzo tabia zenye ambazo anafanya ni tabia mbaya zaidi. Mbali na hivyo, jamaa wetu anadai mpenzi wake alikuja huko upande wa London na hajui ni kwa nini hapa basi hawajaonana. Kwa hivyo anadai lazima ataweza kumpigia mawasiliano. Ngawaje hataki kumsumbua, lakini anadai lazima ataweza kumpigia mawasiliano. Na akaapa lazima atamweka ndani hapa basi Mukesh Rishi. Ameapa lazima atamweka ndani Mukesh Rishi. Amuna yakuwa ametulia, akasikia kule kuna watu. Ni nani? Sapna tuliona akilia kwa gari. Kwa nini alikuwa analia? Mwanzo alilazimika kwenda kulala afanye mapenzi. Aguswa Olulu na Mukesh Rishi ili apate nafasi ya kuingia kwa kompyuta yake na kudownload evidence yenye inaweza mweka ndani Mukesh Rishi. Ndivyo aletee hawa wana Danish Brothers. Sasa aliwaletea. Kwa nini anataka kuwaletea? Kwa nini anifanya hivyo? Ili apatiwe picha zake zote zenye alipigwa akiwa uchi. Nuna, hii ni CD yenye kuna evidence ya maovu yote yenye Mukesh Rishi amewahi fanya na biashara zake zote. Wale Danish Brothers wameipata. Sasa wanataka kuitumia kumtisha Mukesh Rishi ili Mukesh Rishi wapatie pesa. Sasa hapa ni kwa studio. Kumbe naye Amuju alikuwa amefungiwa hapa, akaona kile kitendo. Hawa kaambia Manzi kuna kitu moja tu amebakisha. Lazima aweze kurekodiwa akinyanyuliwa na mmoja wao. Manzi kuambia acha kuniguza. Akaambiwa sikiza, hata wakati mlikuwa mnanyanyuana na Mukesh Rishi ulirekodiwa. Kwa hivyo pia sisi tunataka recording. Hii sio kitu ati unaweza ficha. Manzi akamwambia, "Si mliniambia nitafute hii." Wakamwambia ndio. Na Mukesh Rishi anakuwa ameweka kamera kwake. Kwa hivyo venye ulinyanyuliwa hapa basi hiyo iko kwa CD. Sasa na sisi pia tunataka unyanyuliwe na sisi wote wawili tuchukue kwa kamera. Ili tukuachilie hapa basi bila shaka pada tukupatie picha zako zote. Sasa Manzi akauliza, kunyanyuliwa na nyinyi niwekwe kwa kamera na hizi picha zenye ambazo nimekuja kuchukua, kwani ni nini mbaya? Na mimi niko na mchumba. Wacheni kunifanyia hivyo tafadhalini. Nipatieni picha zangu. Nipatieni picha zangu. लूफन्स करने पर मजबूर किया। Oye, दल से निकलना चाहती। tafadhali tunaomba nipatieni picha zangu. सुदामा पांडे की Nelewa amua kwa pale, bado anasikia kila kitu. लेकर आ जाओ तो तुम मुझे मेरे लूफन्स और नेगेटिव्स वापस कर दोगे? Nipatieni picha tu. तो प्लीज इट्स अ रिक्वेस्ट प्लीज। Tafadhali na waomba. Akamwambia hakuna kitu mbaya tutafanya. Tunataka tu kubali tukunyanyue, alafu tukurekodi. Hapo ndipo sisi tunatoaga pesa. Juu unajua kazi ni kazi. Kama venye wewe ulikuwa unataka picha, ulikuwa unataka kufanya kazi. Sisi na sisi tunafanya kazi. Bas, record nikikulia mundu hapa. Record. Anataka kumrip Manzi sasa. Anataka kumrip Manzi. Oye. Na mwenzake ana record. Cheki. Maskini Manzi. Na Manzi ametoka tu hapa basi kunyanyuliwa hapa basi bila shaka pale na Mukesh Rishi. Na iko mapenzi yake ilikuwa hapa si ati ili aweze kupatiwa picha zake na kadhalika. Manzi alichukua kichwa kadai basi enough is enough. Mumenitumia vibaya sana. Manzi kuambia wacha hivyo. Lazima nitawastaki kwa polisi venye mnafanyia mademu. Lazima nitawastaki kwa polisi. Lakini kidogo sasa walijam. Utustaki. Kirha, sasa hata tutaki picha yako. Utustaki. Unasema utatustaki. Unasema utatustaki. Jangili alikasirika, alichukua kisu. Hilo ni kitu ambacho aweza kataka hapa basi iweze kujulikana. Maskini Manzi wetu Sapna. Manzi wake Agent Singh. Mpenzi wake Agent Singh. Sapna. Kisu. Kumalizwa. Sasa Amu uchunge juu wewe uko hapa. Kama wanaua Manzi kwa kusema hivi, wewe na umeona wakiua Manzi, maisha yako iko wapi? Oye. Akashikilia ya CD katoka, ikaanguka ile CD yenye kuna evidence. Ikaanguka. Manzi akajificha.
Manzi akauawa kabisa. Amu akachomoka. Na ushike jacket yenye ilikuwa imevaliwa na huyu gaidi ndio ilikuwa na ile CD. Gaidi akaivua akaiweka hapo. Manzi akashikilia CD kaanguka. Kwa hivyo CD haiko kwa jacket. Na sasa tayari Sapna ameuawa. Amu ako hapa. Na jangili ana sense kuna mtu. Hata kama hajaona mtu, jangili ana sense. Manzi akaingia, jangili akatokea. Maskini Amu. Sasa jangili ndiye huyu. Anamfuata Amu, cheki. Anafuata Amu. Wololo yaye. Amu akatomoka, akatoka mbio kupiga kona. Jangili naye ndiye huyu. Akachungulia msalani akaona hakuna mtu. Jangili hajaona mtu lakini dhamiri zinamuonesha kabisa hapa kuna mtu. Amu, milango imefungwa. Amu maskini wa Mungu. Milango imefungwa hapa. Oye maskini Amu. Atafanya nini wala atatenda? Amu chunga ndio gaidi anakuja. Amu kuingia. Gaidi tena anatokea. Wewe. Salala. Bahati ya Mwenyezi Mungu. Amu. Pole. Umeona venye hapa basi hawa magaidi wamefanyia yule manzi. Pia wewe unaweza ukafanywa vivyo hivyo. Jangili tena kutokea manzi. Akawa ingia hapo. Tena jangili ndio huyo. Kaingia hapa basi kwa ile studio. Nyuma ya manzi gaidi ndio huyo. Gaidi akikuja kuzunguka, Amu anazunguka anakuja nyuma yake. Cheki. Inda. Upande wa nyuma sasa. Jangili itakuwaje hapa? Itakuwaje nasikia hapa basi kuna mtu. Kidogo. Manzi pita, jangili tokea. Haiwezi kuwa ni umbu. Hakuna umbu kubwa namna. Manzi akajificha tena. Manzi akachomoka. Jangili ndiye huyu. Tena manzi akatoka mbio. Na uchunge sana hapa kuonekana mwanzo jangili bado hajakuona. Ni kususpect una sasa. Kidogo. Manzi akasikia ule gaidi mwingine naye ndiye huyu. Akapanda upande wa juu. Wale Danish brothers. Ni nini? Mimi na suspect hapa kuna mtu. Tuna suspect hapa kuna mtu. Itakuwaje? Wakapanda mpaka upande wa juu. Wale Danish brother. Mmoja anajulikana kama vile asa Muketiwari, mwingine anajulikana kama vile Muri Sharma. Naona? The Danish brothers. Manza kwa upande wa juu stara kama hiyo amejificha. Wakasensa kwa hapo. Lakini huyu akaambua hapa hakuna mtu. Hapa nadai mimi dhamiri umeona mtu hapana. Na sense kuna mtu. Twende tuangalie juu. Na sense hapa kuna mtu, twende tuangalie juu. Anaambiwa kama kuna mtu tungemuona. ऊपर से शुरू करते. Haya. ऊपर से सब कुछ. Kama kuja kucheki nadai kama kuna mtu angekuwa tumemuona. Woi. अरे उस लाश को भी तो ठिकाने. We. Mwili ya huyo demu mwenye tumeua. Si twende tutoe. नहीं है. Sema hapana, hapa kuna mtu ameona tukifanya mauaji. Lazima kwanza tuweze kukamata huyu mtu. Akaambiwa hakuna mtu. Manzi akaponea. Naona? Manzi akaponea. Hapa basi Amu akaponea stara kama hiyo. Sasa ni kuteremka, anatafuta mbinu na namna venye ambavyo ataweza kuchomoka hapa. Maskini manzi wetu Amu anatafuta mbinu na namna ya venye ambavyo ataweza kuchomoka raizi. Amu pole tu. Bash. Haya. Upande mwingine basi naye jamaa wetu amefika upande wa London. Alikuja akapata pahali kuna uzago wa pornography kwa duka. Hii zote ni pornographic movie. Mtaniambia mnatoaga wapi? Nikuuzie ya Waafrika, Roko ama international? Nogo, hati ya Waafrika. Hizi vitu mnatoaga wapi? Kiko blackmail. Hizi vitu mnatoaga wapi? Na hizi zenyu ziko na tabia mbaya sana. Manake hata wale watu mnapiga picha na wenye wanacheza filamu sio watu ambao wanafanya hivi kwa kupenda. Mnalazimisha watu. Mnaweka makamera kwa choo, mnaweka makamera kwa nyumba za massage, mnaweka makamera sehemu ambazo hazifai. Hizi ndizo tabia zenye mnafanya.
mtaniambia. Sasa jamaa mmoja alikuja kuelezea ukweli wa mambo. मेन आदमी का नाम तो नहीं पता, लेकिन ये सब सीडीज हमें 7 मिलेनियम क्लब से मिलती है सर। उसका मैनेजर हमें सप्लाई करता है। कहाँ मिलेगा? हे भगवान, Akaelezea pahali ambapo wanatoaga. Haya, sasa naye Adi Chabra alikuja kuchukua bwana yake. Akapata hawa wamenyenyuana. We, nini unafanya? My dear, sasa sitaifunza mtu namna ya kucheza sinema. Kama mtu anajifanyaga hivi unajifanya. Sasa unaona utaendelea hivi na utakuwa mcheza filamu mzuri sana. Otherwise, thank you. Umeendelea vizuri. Jamaa ameshinda akikulia mundu, anajifanya ati ni kumfunza. Baka amesahau kufunga shati. Wacha sasa hapa basi Arte Chabra ya cheki. Aone Amu amepiga simu 10. स्टूडियो से Kutoka kwa studio amepiga simu 10. Kwani ulikuwa unafanya nini? Ni kazi hapa, kulikuwa na kazi ya kufunza mwanafunzi. My dear, hiyo style ni tamu sana. Ati unasema nini? Anamwambia anajua kucheza sinema. Kai sasa hivyo ndivyo sinema inachezaga. Ye mobi. Sasa alikuwa amekuja kufunza kucheza sinema. Na ni kunyanyuliwa tu amenyanyuliwa. Haya, Amuna yeye akaona mwili wa yule dem umefungwa na paper bag. Maskini wa Mungu ukakuja ukatupwa kwa takataka. Pale kuna takataka, hapo ndipo manzi alitupwa. Haya, Amu bado anafuata. Tafuta namna venye ambavyo ataweza kuhepa. Amu sasa. Pole. Amu chunga ndio hawa anarudi. Kajificha yeye. Tena kwenda kuingia hapa kumefungwa. Amu maskini wa Mungu. Tena kwenda kuingia pale pengine kumefungwa. Oye, Amu na wanakuja. Amu maskini wa Mungu. Akajificha kwa zile mapepa bag. Paro alitupa ule mwili. Amu alikuja akajificha hapo. के बाद इंसान Unaona? Ilikuwa wanatupa takataka mingi ili ule mwili utachukuliwa pamoja na zile takataka. Unaona? Kwa hivyo takataka zote wakazitupa hapa pamoja na ule mwili wa yule manzi. Inda. Mpaka manzi wamemkata kichwa. Kichwa kimekatwa kikawekwa kando. Haya, na Amu ako hapo. Akatingiza vitu. Bas. Wakasikia kabisa hapa kuna kitu. Mulika. Ai, we, hii sio nywele ya mtu wako uhai. Chungulia. Akichungulia, wanaona Amu, alafu wanaona kichwa cha ule demu. We, ni ule mtu tumeua. Ni spirit yake ndio wakati inaenda. Hai suru. Amu naye badala wagojea waende kabisa akaamuka. Kuamuka ati ni kutoroka cheki. Ati ni kutoroka pole. Akaguza hiyo, ikaanguka, kuanguka. Nagugaga. Nilikuwa tu nasema hapa kuna mtu. Nilisema tu. Sasa Amu maskini wa Mungu ameonekana live and cash. Wakawasha mataa kwa studio sasa. Na sasa Amu ameshuhudia wakiua. There is no way wanaweza wakamwacha. Mwanzo ameshuhudia live wakifanya mauaji. Amu pela kwa mbio shasha. Oye. Mbele yake, nyuma yake, maskini Amu. Wale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 . Amu pele kwa mbio. Amu. Why? Amu. Amu. Wako wawili ako peke yake. Anajaribu kuwachenga. Amu anawachenga kidogo. Akagongwa. Chini. Akaangukia makoton frani. Sasa ni kuteremka mbio waende wamuue haraka. Oye Amu. Maskini wa Mungu. Kuja gebande hii. Na wanajua vizuri zaidi haongeagi. Lakini anasikia na anaona. Lakini kuenda kumuua right on time. Arte Chabra akakuingilia. Amu. Ni nini? Sasa huyu gaidi akajifanya. Ana faint. Sasa amemkausha mikono. ऊपर से फिसल के गिर पड़ी है। Wewe leta maji manzi ana faint. Sasa jaribu kuongea. यहाँ जल्दी आओ। Rahu harakisha.
Okay, fanya hivi, we nenda utafute ambulance, ukuje tupeleke huyu msichana wenyu hospitali. Tafadhali kimbia. Sema mkausha mikono. Ana faint. Amua amekaushwa ili asiongee. Okay, wacha niende ambulance, alafu nikuje, alafu tukupeleke hospitali. Ai, abana. Ai. Atachabali akaona hapa. Hebu muachilie mikono. मैंने कहा छोड़िए. Hebu muache mikono. What happened, baby? Ni nini imehappen? Oyo, kuua mtu. Huyu ameua mtu. Rahul kuja. Police को बुलाओ. Kuja tuenda polisi. Huyo akajua sasa sio kuzuri. Kusikia polisi wameitwa, akapiga yule polisi msaliti, akamwambia polisi wakiitwa, wewe ukuje. Useme wewe ndio polisi mwenye anaweza patikana. Bas. Sasa manze haongeagi. Mwenye anaweza kuinterpret chenye ambacho manze anasema ni sistake. Unaona? Sasa manze anasema hawa watu waliua mtu. Yes, of course. आपने अपनी रिपोर्ट में ये कहा है कि जिस लड़की का मर्डर हुआ है अपनी जान बचाने के लिए उसने काफी स्ट्रगल किया था, लेकिन यहाँ ना तो कोई खून है और ना ही कोई कत्ल के निशान। सर एक्चुअली वो हम अपनी फिल्म के मर्डर सीन की Sisi tulikuwa tunacheza filamu. Maza akasema hiyo sio filamu. Huyu amekuwa mtu kwenye industry ya filamu. Kwa hivyo anajua vizuri zaidi kucheza filamu na kuua mtu. Akaambiwa ajui, sisi tulikuwa tunacheza filamu. Mimi niliona vizuri. Vizuri sana. नहीं है मैडम. ऑफिसर कम ऑन आई कैन. Officer, come on. Huyu demo anasema ukweli. इसे कभी Sasa waliamua kudanganyana ati kweli kabisa ni filamu walikuwa wanacheza. Haya, cheki maneno. Wale Danish brother moja wao akachukua nini? Daga. Aya. Akampiga Rahul visu. Salala. Oi. Yule polisi ni haraka kumzuia. Ni roho huyo polisi ni yule Vikram msaliti. Yule mwana polisi ambaye anakuaga msaliti. Oh my god. Kumbe ni chile kisu ambacho basi waga kinacheza filamu. Unaona ni kile kitu kicheza filamu. Nakwambia gojeni. Hivyo ndivyo tulifanya. Huyu akadhani tumeua mtu. Sisi tulikuwa tunacheza filamu. Unaona? Sisi tulikuwa tunatumia kisu ya kucheza filamu. Sasa huyu dema kadhani ni kuua tumeua mtu. Hata sisi hatukuua mtu. Sisi tulikuwa tunacheza filamu. Hala? Manza kaambua uko na wakiko uliona wakiua. Akamwambia mimi najua kucheza filamu. Niliona na macho yangu hawa wawili wakiua mtu hawa wawili. Kabisa nikaona sina kitu mbaya. Mimi sio mgoroki. उस लड़की के Akauliza basi kama ni filamu mlikuwa mnacheza, huyo mwenye mlikuwa mnacheza na yeye filamu ako wapi? Mlimuua kabisa akakufa. Mimi naweza wapeleka hata pahali ambapo aliko. Mimi sio wazimu. देख तो सकती है. इन दोनों ने उसका मर्डर. Walimpiga visu wakamuua na wakamkatakata. Relax. Rahul, huyu polisi anafaa kuamini venye ambavyo Amua anasema. Okay, wait. Okay. Unasema demu aliuawa tupeleke pale huyo demu aliuawa. Demu akasema tuende niwapeleke. Hala kwani ni kesho twende? Haya, twendeni. Amua wapeleke, twendeni basi. कहाँ है? अरे मैडम कहाँ है आपका सबूत? Kufika takataka zimeondolewa. Manzakadi walimweka kwa gunia wakamtupa hapa. Na zilikuwa takataka nyingi, saizi kwa kidogo. Zilikuwa takataka nyingi. Kwa hiyo mnataka kusema ameondolewa Haya, sawa. Wacha tuite yule mtu anaondoaga takataka. Mtu wa takataka we. Zile takataka umetoa hapa umepeleka wapi? Takataka zenye zilikuwa hapa umepeleka wapi? Yes, I picked them up and moved them. I put them in the trash can outside. I'll show you if you like. Yes. Okay, twende basi ukatuonyeshe. अब मीनवाइल इनको अरेस्ट तो कीजिए. आपकी कहानी में दम है मैडम, लेकिन इसके बिना पर मैं किसी को अरेस्ट तो नहीं कर सकता ना. आप एक काम कीजिए, किसी सुपरहिट प्रोड्यूसर को ये कहानी सुना दीजिए ताकि वो एक सुपरहिट पिक्चर बना सके. Any problem? No, everything under control. मैं supposedly looking for a dead body. Yeah, come. Wanapolisi wengine walikuwa gara zenye hizo wanauliza nini ambacho kinaendelea. Lakini wakafahamishwa hapa, hapa basi kuna mwili ambao tunatafuta. Sasa walianza kuchukua zile takataka. Wakafungua ya kwanza. Lazima kichwa cha manzi kiko hapa. Hapa lazima ndipo walificha kichwa cha manzi. Mwaga, hizo ni takataka. Ingine ni takataka.
ingine takataka, ingine takataka. Bas, fungua hii, fungua hii. Inakaa ndio hii sasa. Kumbe imewekwa madoli. Masa kambe unaona? Waliona madoli zimekuja zikatupwa hapa. Ukadhani ni mtu ameuawa akatupwa hapa. Sisi ni filamu tulikuwa tunacheza. Lakini Rahu anauliza huyo mwenye mlikuwa mnacheza filamu na yeye, simumulete basi mtuoneshe ndio manze aone kweli yako kufa. Kambe sasa hiyo kazi hatuwezi fanya. Hiyo kazi hatuwezi tukafanya. Kwa sababu sasa mmejaribu kuproof, mumeshindwa. Hakuna mtu aliuawa, hawa watu walikuwa wanacheza filamu. Amu juu yeye ni mwenda wazimu akadhani wameua mtu. Amu akadai ni sawa tu. Lakini Amu ako na uhakika hapa kuna watu waliuawa. Amu akoshua kuna watu wameuawa. Upande mwingine basi hapa humu upande wa London bado jamaa wetu Ajang Singh anaendelea kutafuta watu ambao wanafanya hapa basi kucheza zile filamu. Ala, bado anaendelea kufanya uchunguzi. सब चले गए. Alikuja hapa basi kutumwa mpaka kwa studio. Hawa na wao hawana habari ile CD ilianguka. Hawana habari, hawakuona CD ikianguka. Haya, wale Madenish Brothers. Sasa wanadai wewe, Mukesh Rishi wewe. Tutakutisha, utatupatia pesa zote zenye ambazo tunataka. Utatupatia pesa zote zenye ambazo tunataka. Pesa utatupatia. Ala. End of. Alright. Wakadai sasa wanataka kudili na Mukesh Rishi. Proper, amekuwa akiwatumia vibaya. Sasa atawapatia pesa mpaka apende. Wanadai sisi tuko na CD yenye iko na evidence. Huyu jamaa tunamtisha. Hebu kwanza nitoe copy. Leta hiyo CD nitoe copy. Ukae na copy moja na mimi copy moja. Mukesh Rishi tunadili na yeye. Shikai. Woi. Eko. Haya, huyo dem ndiye alikuwa alichukua. Amundi alichukua hiyo. Sasa tutatisha huyu jamaa na nini? Woi. La. Tutamtisha sasa na nini bana? Tutamtisha na nini sasa? Faster. Wakapigia informa wao basi kumuuliza pale ambapo Amu anakaga. नहीं पड़ता कितना भी पैसा खर्च होता है. Please just go. Now. Go. Oh my God. Wanataka kujua pahali Amu anakaga. Alright. Sasa naye Mukesh Rishi alipigiwa mawasiliano. Akafahamishwa Vavara kuna watu wako na evidence yako. Na sasa wanataka kuitumia kukutisha. Ndipo hapo Muthee akapiga simu na akadai huyo manze atafutwe mara moja. Hiyo CD itafutwe na aweze kuletewa mara moja. Unaona? Anataka ile CD mwanzo. Sasa hata akina Danish hawana ile CD. Mwenye kona CD ni nani? Mwenye kona CD ni Amu. Hivyo ndivyo wanaamini ati CD kona Amu. Alafu sasa huyu mwanapolisi anadiligi na wote. Anabonga na akina Danish Brothers na anabonga na Mukesh Rishi. Nero sasa Mukesh Rishi na Danish Brothers hawaelewani, hawasikizani hata kidogo. Alright. Sawa bishi. Wakati huo naye huyu Amu bado ako na stress. Anasema mimi nilishuhudia hawa watu waliua mtu. Sijui nitafanya nini watu waweze kuamini, lakini mimi niko na uhakika. Kumbe ilikuwa gani usiku? It's a Friday na wanataka kwenda out. Unaona? Wanataka kwenda out. Hapa basi bila shaka pale Rahu na Arti Chambaria. Sasa Amu alikataa. Amu akadai yako na stress, kwa hivyo atabakia nyumbani. Niko na mambo mengi sana kwa kichwa. Niliona mtu akiuawa na hakuna mtu ambaye habasi anataka kuniamini. Wakamwambia okay, Amu bakia nyumbani, relax, polea, kaa vizuri, utulize akili, sisi lazima tuende out. Mwanzo it's on a Friday. Wewe Saria, acha sisi tuende. Okay, mimi nitalala basi. Nyinyi nendeni. Basi hapo ndipo waliamua kuishia. Rahu wakiwa na Arti Chambaria. Wao waliamua kwenda out. Amu akabakia nyumbani. It's not a problem, but we got to hurry, please. And Amu, we love you. Take care of yourself, okay? See you, baby. See you, baby. Wacha sisi tuende out. Amu akasaria, wao wakaenda out.
aliwachwa kwa nyumba maskini wa Mungu akuwa peke yake ndio huyo. Amu wololo yaye. Magaidi wakapiga simu. Kupiga simu wakaona hapa basi mwenye amepokea hajaongea, wakajua basi Amu ako kwa nyumba. होंगी घर पे है Bas Amu maskini wa Mungu ako kwa nyumba na ako peke yake. Magaidi wanataka CD, mwanzo wanaamini yeye ndiye ako na CD. Huku Amu anakumbuka vizuri zaidi venye wale magaidi walifanyia manze. Cheki. Amu anakumbuka sasa venye ambavyo waliweza kumfanyia Sapna, wakamdunga hadi wakamuua. Oye, anakumbuka hayo, anastuka na ako kwa nyumba, ako home alone, ako peke yake kwa nyumba, anakumbuka haya yote. Maskini mlangoni kukabishwa. What? Haya, akadhani huenda hapa basi bila shaka pale ni wale kinara huu wamerudi. Fungua mlango wa kwanza. Akajaribu kuchungulia, haoni mtu. Yeye naye na ujinga wake akaamua sasa atiafungue ndio aone. Kuchungulia ni majangili. Makusha. Wale ma Danish brothers wanataka ile CD. Wanataka ile CD. Mwanzo hiyo CD ndio wanaweza tumia tu kumtisha hapa basi bila shaka pale ule gaidi. Wanataka ile CD mbaya mbovu. Sanada kujaribu kupigia hawa simu wako rembo. Wanabanjuka tu. Maskini akajaribu kuwapigia simu, magaidi wakavunja mlango. Amu maskini wa Mungu. Maskini wa Mungu Amu chukua daga kujaribu kuwatisha. We nitawatinia. Oye, na hivi ndivyo tu Sapna aliweza kuuawa. Hivi ndivyo tu Sapna aliweza kuuawa. Chunga sana Amu. Chunga sana Amu. Vuka na mlango design kama hiyo. Wale majangili sasa wanavuka na mlango design kama hiyo, akirusha hiyo inakamatwa. Woi, Amu. Amu maskini wa Mungu. Where is the CD? CD kwa wapi? Kagonga huyo makagari. Inda. Amu amegonga huyo makagari. Tega huyo. Wala na ni ndani ya nyumba sasa. Ni ndani ya nyumba. Mbio mbio. Amu atawagonga na nini? Walimweka katikati sasa. Amu atafuanya nini maskini wa Mungu? Amu atatenda nini? Amu maskini wa Mungu. Hapa kuna machupa patwa kofi. CD kwa wapi? Wanajua nasikia kumpatia karamu. Juu hawezi sema awaandikie pahali ameweka CD. Andika. Badala ya kuandika alidunga huyu na karamu. Cheki. CD iko pahali ambapo umedugwa. Paka huyo kichwa. Kisha Amu sasa anaumere design kama hiyo. Walele yaye. Manda Danish brothers wamekasirika sasa. Danish brothers. Amu mkeka kavurutwa, kategwa, kawekwa chini stara kama hiyo. Patwa teke. Amu maskini wa Mungu nako pekede wa kofi. Maskini wa Mungu Amu kile wa dondi akaangukia basi bila shaka pale toxic gas. Akapulizia hapo, ukipulizwa lazima ufenti. Akapulizia na kagonga huyo naye kwenda kumdunga ile toxic gas basi kafanya afenti. Cheki. Shalala akafenti. Wololo yaye. Sasa manze hapa basi bila shaka pale ni speed kuchomoka shasha. Wala mbio mbio. Kumbe naye Ajay Singh alikuwa amefahamishwa hapa basi kuna manzi fulani ambaye hapa basi bila shaka pale alibonga story kuhusu magaidi fulani. Alipatana sasa. Ajay Singh walipatana na Ajay Singh walipatana hapa basi na Amu. Amu akamwambia na Elwa sasa alikuwa ameambiwa story kuhusu Amu, huyu jamaa wetu. Wewe ndiye Amu? तो बोल नहीं सकती Amu? Wewe ndiye Amu? Nilikuwa nakuja kwenyu, mwanzo nimeambiwa story kukuhusu, atuna evidence kuhusu magaidi fulani. Mimi ni polisi. Lakini kumbe sasa naye hapa basi bila shaka pala yule jangili mkubwa kwa jina la Mukesh Rishi alikuwa ameshatuma magaidi wengine wakuja tafuta huyu manzi ile CD patikane. Sasa kikosi cha kimajangili kikakuingilia. Bahati
haki ya Mwenyezi Mungu. Akawa jamaa wetu Ajay Singh alikuwaga mtaa sasa. Ajay Singh na yeye ikifika hapa basi bila shaka pale ni upande mkono anakuwaga waya waya ya umeme na nini majangili kwa wingi zaidi. Ajay Singh sasa amekuja kuna hapa basi bila shaka pale upande wa London mambo si mazuri, aligonga dinga teke ikapita na wale majangili wote tusoro kwa hiyo ala Ajay Singh sasa kisha fasta kucheti kwa dinga na kuhamisha manzi ala tumerie we Amundi ameona moto. Sasa naye hapa basi Mukesh Rishi na dai lazima hiyo CD patikane. Mwanzo hiyo CD hapa basi ni kuoneshana kazi zote chafu amewahi fanya. Hano ni wakati gasi inaisha kwa kichwa. We, ile gasi yenye walipuliziwa ni wakati inaisha kwa kichwa. Babarai. Wale Danish brothers. Mwenye amesimama anajulikana kama vile hapa basi Moli Sharma. Mwenye hapa basi ni wakati sasa naye anaamuka mwenye ako chini anajulikana kama vile Moketewari. Ala, majina zao original. Waliamua kuchomoka kuendelea kutafuta huyu manze. Mwanzo wanataka ile CD mbaya mbovu ili wamtisha hapa basi Mukesh Rishi. We, tunaenda wapi? Tunaenda police station. Asante. चौकीदार ने मुझसे कहा था कि तुमने स्टूडियो में किसी का nimepata habari, nimefahamishwa tu walikuwa studio kuona hawa watu wakiua mtu. Manza kaona huyu naye amepita polisi. We, sio ni police station. Mbona tumepita? Kuna nataka mimi sio wa huku. Ati wewe sio wa huku Manza kajua basi huyu naye ni guide mwingine. Na hata hana uniform na sio wa huku anataka kutoroka. Manza anataka kutoroka. Lakini wakati anataka kutoroka, majangili wengine wameshatumwa zaidi hapa basi na Mukesh Rishi. Majangili wengine tayari wameshatumwa. Sasa Manza kujaribu kutoroka basi alijipata ako juu stara kama hiyo sasa. Kwa bonnet ya dinga sasa. Majangili wengine na wao ndio wanakuja mbio vunja kioo chukua Manza mvuruta na kumweka upande na speed. Le. Majangili wake Mukesh Rishi wako hapa. Le. Piga driver marasasi driver karus control dinga la kimajangili. Wengine nalo ndilo ile likagonga dinga ambalo Manzi wetu wako upande na kuna jamaa wetu Ajay Singh. Pisto chini. Pisto yake Ajay Singh upande chini na majangili bado wanaenda kushamrira dinga. La Manza kwa upande na tufanya nini sasa maskini jamaa wetu Ajay Singh. Kuchomwa Manzi speed mwanzo majangili wanakuja na hili dinga na unawashambulia. Chukua Manzi speed kicha dinga kuja kwa kanyanga akaruka yeye plus Manzi wakabingili kabisa kwa maneo. Ala. Ashalala. Kisha fast akaona kuna bunduki moja ilikuwa imeangushwa na mwana majangili, bunduki ina AK47 kulichukua kisha. Nani? Munakuta nani? First up. Kisha kafahamisha Manzi sasa hapa ni kumeria. Hawa ni wakati wanatoka Ruibo. Kufika hapa Amuha yupo na jumba laonekana limeshambuliwa. Ajabu ni kuwa magaidi wake Mukesh Rishi pia wako hapa. Na walikuwa wameambiwa hapa kuna Manzi anakuaga hapa ambaye haongeagi. Nyuma yao CD किधर है बता? iko wapi CD? CD? अरे We, kwani bubu ameongea? अपने CD ametuona akastuka baka akaongea tuchukue tupelekea mdosi. We, tumeambiwa tuende na nyinyi. Hold on. We, unaita nani bubu? क्या किसको बोला? Tumeambiwa tutafuta bubu na nyinyi mnaongea. Maskini wa Mungu alikamatwa wapelekewe Mukesh Rishi sasa. Mukesh Rishi alitumana amua pelekwe, lakini yule Manzi amepatikana hapo basi ni Manzi wetu Arate Chambaria. Sasa Arate Chambaria wakiwa hapa basi na jamaa wetu Rahu wakakamatwa kupelekewa Mukesh Rishi. Mwanzo Mukesh Rishi anataka ile CD yenye imebeba story yote kumhusu venye anatengeneza pornographic movie, pornographic pictures na kisha anaziuza anajitengenezea pesa na kisha venye ambavyo waga basi anatumia mamanzi vibaya. Sasa makosa ni kuwa hapa kuna mwana polisi msaliti. Mwanzo wakati jamaa wetu alipata Amu, alimpigia mwashiriano Vikram, akafahamisha Vikram pahali alipo na akaambia Vikram kuwa yeye anahitaji usaidizi. Sasa naye jamaa wetu Ajay Singh ikabidi amuonyeshe Manzi kuwa yeye ni mwana polisi. Kamuonesha kitambulisho na kamuonesha basi amechoma kwa upande wa Mumbai. Akamwambia nilikuja hapa manake nilikuwa najua fiance wangu wako hapa. Lakini toka wakati alikuja huku haongeagi na mimi na simu. Elo mtazamaji, kutoka wakati Manzi alikuja alinyang'anywa bidhaa zake za mawasiliano, ndio hakuwaipigia jamaa wetu. Sasa namwambia nimekuja hapa juu mtu ambaye nampenda. Akaanza sasa kuhadithia. Sasa venye anahadithia na mimi nikafanya miujiza tukaanza kuona. वाली लड़कियों का केस मेरे पास पहले आ गया होता तो मैं सपना को Akaendelea
kuelezea venye ambavyo hapa basi mbali na kumpenda yule manze, venye ambavyo basi yeye alikuwa anafanya kesi. Unaona? Yeye ni mwanapolisi sasa. Mtazamaji, nataka ushike na uelewe. Hapa ni Arjan Singh anamhadithia Amu story kuhusu maisha yake. Akamwelezea wakati mmoja basi alikuja kufanya uchunguzi hapa basi kuhusu mamanzi fulani ambao hapa basi bila shaka pale landlord wa hawa mamanzi ameweka kamera kwa vyumba ambavyo hawa mamanzi wanakaga. Unaona? Kwa hivyo yeye kuja kuulizia mamanzi wakadai sisi tunataka turudishiwe pesa zetu. Kwa nini? Kwa sababu huyu mtu ameweka kamera wakati tunaoga, tukivaa buruaro, tukiosha nyonyo zetu, wakati ambapo tunapapasa mekanya ya nyonyo zetu, ana record, anapiga mapicha, zingine anauza kwa internet. Sasa kwa sababu ya hizo tabia baya sana, tabia oza, kwa sababu ya hizo tabia sisi tunataka kuhama, lakini amekataa kuturegeshea pesa zetu. Huyo kiateka ako na hizo tabia mbaya. Sisi hatutaki kesi, tunataka tu aturegeshee pesa zetu ili tuweze kuendelea hapa basi na maisha yetu. Mwanzo sisi ni wanafunzi. Tunataka basi bila shaka pale kuendelea na masomo. Na hizi picha zikifika kule ushago, wazazi wetu watakosa kuendelea kutulipia masomo yetu. Kwa hivyo sisi chenye ambacho tunataka ni huyu mtu aturegeshee pesa zetu za deposit, harakati na pesa zetu zenye tuweze kulipa nyumba, ili kisha tuweze kuhama, twende basi tukatafute kwingine kwa kukaa. Akawaambia basi, msijari, twende kwa hiyo kiateka. Sasa kiateka kumbe bado kuna demu mwingine alikuwaga hapa. Ndio huyu kiateka, ndio huyu anaitwa Mwene Broti. Ati sasa unasema nikurudishie pesa zako juu nimeweka kamera. Kwani ujui hata paka mzee anakunywa maziwa. Sasa nataka niwe nikiona tu saidongi tukimetameta, naona mekanye ya nyonyo kidogo, ati mekanye ya nyonyo na hata hauna adabu. Na unasema vizuri sana story za mekanye ya nyonyo, hizi kamera unaweka hapa mtu mzee kama wewe. Mzee kama wewe. Kisha akachukua pesa zilizoko hapo, wewe chukueni deposit zenyu. Nendeni muendelee na masomo yenu. Huyu nitadili na yeye. Pape dukarale ade modonekate kale ade hafatokote kale. Nitadili na yeye vizuri sana. Sawa Okay, dili na yeye baka kugodhoti kale. Unasikia vile nimeambiwa, dili na yeye baka kugodhoti kale. Ukumunyamaniole kale. Ugotora maitho kale. Ukumunya ikagale kale. Gayate koni munyamakagale kale. Ndio, nitadili na wewe kwa mbinu zote na njia zote ambazo tunaweza kudili na wewe. Okay, mimi hizi picha ni kuitishwa na itishagwa. Tunaitishwa. Ndio, kuna mtu anakuja kuzichukua hapa baada ya kila wiki mbili. Tafadhali usiniwoi, tafadhali usinimunya makagale woye. Si nimekuambia ukweli, huyo mtu anakuja hapa, akikuja hapa baada ya kila wiki mbili anachukua hizo picha. Okay, leo hii tunamngojea. Asante, don't munya my makagale. Don't muny my deru. Huyu mtu atakuja, tafadhali tuachane makagale. Na mbona nasikia nikitaka kukumunya magego. Tafadhali sitaki kuwa kibogoya, please, nakusihi usinimunya makagale. Kaa hapo. Okay. Wacha tugojee huyo mtu mwenye anakuja kuchukua. Haya, wakakaa, anakuja after 2 weeks. Lakini kuna watu walikuja kuharibu ile deal. Watu wanahabari walikuja wakatangaza ati kuna gaidi anagojewa. Sasa gaidi hangekuja, cheki. हमारी पुलिस औरतों को मजबूर करके अश्लील फिल्म बनाने वालों को कैसे उन्हीं के जाल में फंसाती है। अब हम आपको सीधे लिए अबे साले कहाँ है तू? हाँ भाई, बस पहुंच रहा हूँ। Sasa ndiye huyu unaona anakuja kuchukua zile picha. Na kuna waziri fulani ya connected na yeye. Sasa waziri alipigia yule jamaa akamwambia, kwani wewe ni mjinga? Polisi wamekugojea huko na wewe unaenda kujipeleka kwenda kuchukua. Kwani hujatazama Roninga? Watu wote wa Maroninga, Inoro FM, Jeff Kuli yako hapo. Kameme FM ndio huyo mzima wanagoja wasikie story venye utakamatwa. Tiwo kuna tabia mbaya. Kila mtu wako hapa na kugojea. Sasa wanahabari waliharibu ile investigation. Juu walikuja wakaleta live coverage waweze kushika ule mtu. Hata angekuwa mjinga aje, hangeenda kukamatwa. Sasa mzee akasema, nyinyi hata nyinyi wajinga. Sasa mnaambia wanahabari ati mtakuja kushika mtu. Nani mjinga akuje hapa akamatwe? Sasa si huyo mtu atasimamia kaboli. Alafu aende alishe buzi mingi akaweka kama aboli. Naona sasa hamwezi kamata yeye. Jamaa wetu akaona nyoa wanahabari wameharibu. Sasa wanahabari wakuja, Vincent Watende. Sasa wewe unakuja kusema kitu gani?
Mumeharibu uchunguzi yenye nilikuwa nafanya. Nyinyi wanahabari wakati mwingine mnafaa kukuja kazi ikiisha, sio wakati kazi inaanza. Kabla nyinyi mumeharibu kila kitu. Nakuja kufanya live coverage. Sasa kitu gani? Okay, wakati huo basi jamaa wetu alikuwa kule upande wa India, na hapa basi bado yeye na mpenzi wake walikuwa wanaendelea kupendana sana tena zaidi. Na ilikuwa ni wakati tayari basi mpenzi wake ameshachomoka na akaenda upande wa London. Kwa hivyo alikuwa anapigia mama ya mchumba wake. Anauliza mama ya mchumba wake, kwani ni kuwaje hapa basi bila shaka pale Sapna alienda London? Hapigi mawasiliano, hawashiriani na mimi, kwani itakuwaje? Lakini kuna kitu ambacho huyu jamaa hakuwa anajua, kuwa wakati Sapna alifika alinyang'anywa passport, akanyang'anywa bidhaa za mawasiliano, akawa sasa yako kwa giza. Alikuwa anafanywa hivyo hapa basi na wale Danish brothers pamoja hapa basi bila shaka pale na ule Mukesh Rishi. Alright. Ripoti zikiendelea hapa si jamaa wetu akuwa kwa nyumba akapata habari kwamba na kweti gaidi mmoja mkubwa mwenye anafanya analazimisha wasichana waweze kucheza zile filamu, na hata aliweza kurepu dem mmoja na akarekodi na akauza hiyo pornograph, amewachiliwa. Jamaa wetu akauliza huyu mtu anawezaje wachiliwa na amefanya kitendo kama hicho? Akaambia huyu jamaa ako na connection, babake ni waziri. Na hapo ndipo jamaa wetu akakuja kwa baba wa ule manzi. Mwanzo nataka ushike vizuri zaidi mtazamaji. Kuna dem mwenye alirepiwa na hiyo process yake ya kurepiwa ikarekodiwa kwa camcorder, yani kwa kamera. Kisha ikauzwa kwa YouTube ikiwa kama pornographic. Wakati iliuzwa hapa basi yule jamaa akakamatwa, lakini hatimaye akawachiliwa. Sasa huyu jamaa wetu Agent Singh akakuja manyumbani kwa akina yule dem. Ili angalau yule dem aweze basi bila shaka pale kuandikisha statement, lakini dem akakataa. Dem tena basi alikuja kando na ule gaidi. Gaidi kama na ni kwa barabara hadharani. Ulisikia vizuri? Unafanya mimi ni star baka nachezaga blue movie, yani mimi nachezaga pornographic. Lakini sasa nataka hiyo ilikuwa pale tumejificha. Sasa nataka hapa hadharani watu wote wakiona. Watu mnataka kuona? Lipeni muone hapa. Lipeni muone. Lipeni muone pornographic. Sisi hatutalipa mkubwa, sisi ni mabodyguard wako. Kaa vizuri. Hawa bodyguard wangu watalipisha kila mtu. Toka! Jamaa wetu Agent Singh alikuingilia. Chukua bodyguard wako moja moja. One wakawekwa kando. Yani watu wamewahi cheza filamu. Tushaiona mtu kama vile Nyasiribi Adijege wanatigiza huku manyugurus kwa barabara, watu wanajionea. Tumewahi ona filamu aina mbalimbali. Tumewahi ona DJ Afro live. Tumewahi ona Nyegese. Tumewahi ona Mama Kayai. Tumewahi ona Size 8 live akicheza muziki. Sasa ati wewe unataka kucheza pornographic live? Ndio watu wajionea hapa live walipe. Yes sir. Hata wewe umeuka muno. Ati ucheze porno live hapa na nikulepu na lepu dem. Juu ati watu wenyu ni mawaziri. Sasa sio porno inachezwa, sasa ni kutandikwa. Funua hii mgongo. Hii mgongo ndio iko na tabia baya namna hiyo. Hii mgongo ndio iko na tabia baya namna hiyo. Sasa hakuna porno watu wataona ukitandikwa. We, afisa, mtoa huyu jamaa suruali afunguliwe kwa tuk-tuk. Alafu azungushwe hii town yote. Tano. Atolewe suruali, azungushwe hii town yote. Asimamishwe asimamie taribu. Ikadem diko haka. Nyabura wanyi na wanyabura. Alikuwa anasema akia Mungu alikuwa anasema anataka kufanya tabia baya sana. Kama mbio sijari. Mungu hawezi kubali kitu kama hiyo happen. Tena niko hapa kama serikali. Asante. Sasa watu wakiona kabisa akifanya hivyo. Asante.
Hai Nyambura wa nyina wa Nyambura. Githani ageshagi. Salimiana nyumbani sana. Okay, asanti. Sasa kumbe ule kijana huyu ndiye babake. Mtoto wangu anafanywa hivyo. Anazungushwa na tuktuk. Sasa ile angemfugia kitu tuseme kama Mercedes Benz. Haya, akatuma magaidi. Sasa yule mzee juu ni mkuu sana kwa serikali, akaanza kutuma magaidi wa kuja kumaliza jamaa wetu. Na jamaa wetu akawa anakabidhiana na wao sasa. Akawa anakabidhiana na wao. Toka. Yule minister anatuma hapa basi sasa magaidi wa kuja kumvamia jamaa wetu. Lakini jamaa wetu anakabidhiana na wao. Cheki kwanza pikipiki mbili venye aliweza kuzifanyia. Hawa ni majangili wametumwa na yule minister. Wamuue jamaa wetu. Pikipiki zina kuta nani? Plus pikipiki plus wenyewe zinafanywa stara kama hiyo. Kisha akaanza sasa kuendelea kutafuta wale watu ambao wanafanya zile biashara zote chafu. Moja baada ya mwingine, mwingine baada ya mwingine. Ala, amejam sasa. Mnatumana nikuja nikamatwe, mnatumana nikuja nikamatwe. Bas, sasa kwa ametokwa na wazimu sana jamaa wetu. Hii ni kazi yenye alikuwa anafanya kwa upande wa Mumbai India. Mumbai India. Wale watu wanafanya hizi tabia huku upande wa Mumbai India. Wale wote wanafanya hii kazi huku upande wa Mumbai India. Anakabidhiana na wao proper. Anakabidhiana na wao proper. Cheki. Anakabidhiana na wao vilivyo. Nani kiongozi wa hiyo operation? Nani mpaka watoto wadogo. Sasa wakati ilijulikana huyu waziri ndiye anasimamia wale magaidi wote, kulitumwa jamaa akajifanya. Jamaa wa intelligence akatumwa ajifanya anataka kununua mingi sana. Sasa jamaa alikuja akapata ule waziri akamwambia, nimepata habari ati wewe ndiye sasa nikitaka kununua kwa wingi ninaweza kukuona. Kamwambia ndio, hata ukitaka milioni 1 mimi hapa ndiye mambo yote. Kamwambia sasa unajua nataka kupeleka kule upande wa Pakistan. Na nataka pornographic milioni 1. Kamwambia ndio. Mimi ndiye nafanya kila kitu. Kila kitu. Hata mamanzi wengine na warazimisha. Ukikataa unashikiwa bunduki unaambiwa lepiwa ama nikuue. Haya. Kwa hivyo hata ushaua watu. Ai, mademu nimeua wengi nikitupaka kwa sewage. Wewe unacheza na hii biashara. Hii biashara lazima kuwe na mtu mwenye atakufa. Mademu kataa kucheza, ninakuwa na kutupa kwa sewage. Sasa hii biashara ni biashara ambayo mimi niko na nguvu sana yani. Usiwe na wasiwasi. Usiwe na wasiwasi. Na ukopagi kushikwa na serikali ama pengine ujulikane. Sasa mimi nashikwa na nani? Mimi mwenyewe ni serikali. Mimi mwenyewe ni serikali. Hii biashara yote ni mimi nafanyaga. Mimi siwezi shikwa na mtu yoyote. Watu nimeua wengi. Pornographic mimi ndiye nachezaga, inauzwa mimi. Na hakuna mtu anaweza nishika. Siwezi nikapelekwa pa, napelekwa na nani sasa? Waziri. Waziri. Hai. Bas public ko chod ke. Na kwani uogopagi public? Kumbe huyu jamaa amekuja na kamera. Chochote chenye huyu waziri anasema inaonekana live kwa station zote. Digital and digital, Citizen, Kanyotu FM, Kameme FM, Inoro FM, kila pahali. TV zinaona na zinasikia venye anasema. Zinasikia venye anasema. Venye ameua watu mkubwa. Kama ina ngoma. Kwa nini? Unawezaje ongea mambo kama hii live kwa TV? TV watu wanakuona. Dunia mzima kwanza, hata uko kwa YouTube. Kufungua akajiona. Kai. Weko huo. Hivyo ndivyo amenifanyia, polisi wakaingia mbio mbio hata kama wewe ni waziri. Sasa India yote imeona na imesikia umeshafanya mauaji. Unaona? Sasa hakuna hadithi, hakuna kusema, sasa evidence yote iko. Jamaa wetu ndiye alichora plan yote. Mwanzo alijua Ajeng Singh, Ajeng Singh alijua kushika mtu kama huyu ni kibarua kingumu, lakini sasa kumexpose mbele ya kila mtu hadharani. Imagine TV zote mpaka TV ya taifa ya India inaoneshana Habasi mawaziri. Sasa Ajeng Singh alikuja Habasi bila shaka pale kuhojiwa na kupewa sifa sana Habasi na waandishi wa habari. Mwanzo hapa basi bila shaka pale yeye ndiye aliweza kuorganize kila kitu. Na ni kumaanisha iwapo huyu ndiye alikuwa hapa basi anaongoza na anafanya kila kitu na Mercedes zinasafirishwa na kila kitu na kadhalika na sasa amekamatwa, ile biashara itaweza kuisha. Tena wale mamanzi wote hapa basi ameweza kuwa, lazima ataweza kutoboa siri na aweze kusema kila kitu. Kwa hivyo jamaa wetu alikuja kupewa shukrani. Lakini hata hivyo alikuja kuwa
akaambia hapa basi wanahabari kuwa wao wajichunge sana. Mwanzo wanahabari ndio wanaharibu kila kitu. Akamwambia nyinyi wanahabari, wanapolisi wakienda ati wanapanga kwenda kushika wezi, nyinyi mshafika. Wezi wanajua wanakuja kutafutwa. Mnafaa kazi zingine za wanapolisi mnaacha kuingilia. Kazi ya wanapolisi, kazi ya wanajeshi, wacheni kuingilia. Kwa sababu wanapolisi wanaenda mission. Tunaenda kushika gaidi. Nyinyi mshatangaza ati kesho gaidi atakuja kushikwa. Gaidi mgani atakaa hapo akuja kushikwa? Vitu zingine mnakaa mnagojea mkuja kuambiwa. Nyinyi ndio mnaharibu nchi. Nyinyi ndio mnaharibu mataifa. Kwa sababu ya kujifanya mnajua mpaka kitu ambacho hamjui mnasema ati mnafikiria kitu ita happen. Mnaharibu. Mnaongea mabaya kuhusu taifa lenyu. Mnaharibu taifa lenyu. Hamwaheshimu hata viongozi wenyu. Badala ya kuwaita na mamlaka, kama ni mtu, kama ni Major General, mnamuita Major General so and so. Mnamuita tu Jang Chung Chung. Hiyo ni tabia mbaya sana. Mnafaa kuheshimu nchi yenu. Kwa hivyo msione magaidi wanafanya vibaya. Nyinyi wanahabari ndio mmefanya zile tabia mbaya sana. Sana. Mmekosea watu heshima. Kama ni mtu, kama ni mfalme, unafaa kumuita King Ibrahim Lincoln. Hivyo kama mtu ni president wa India, unamuita President of India, sio kumuita kwa jina yake. Zile vitu ambazo mnafaa kufanya mfanye. Mnajifanya wajuaji ati kwa sababu kulipatiana freedom of press. Freedom of press. Freedom of press sio kuharibu nchi. Sasa akaongea na wao sana. Mwanzo aliumwa sana kwa sababu ya venye waliweza kuharibu operation ya kwanza. Sasa hii yote ni story alikuwa anafahamisha Manzi venye alifanya na akarekebisha mpaka wanahabari wa huko wakawa na heshima. Hatimaye akamwambia Manzi, ule Manzi basi amefanya nikuje huku. Sasa anamwambia Amu, huyu Manzi ni amefanya nikuje huku juu nampenda sana. Mwanzo ameshamhadithia venye ambavyo aliweza kufanya operation kule India. Na sasa wako hapa London. Wakati alimuonyesha, Amu akamwambia kama ni huyu. Woi! Kama ni huyu we. Siongeagi, leo Amu haongeagi. Na jamaa wetu alikuwa anampatia tu story tu afanya alikuwa anafanya kazi Mumbai India. Sasa amemuonesha picha ya Manzi. Ndipo Manzi akamwandikia akamwambia huyu Manzi alikuja na CD. Nikasikia akisema venye amekuwa akitumiwa vibaya. Kisha hawa magaidi wakajaribu kumlepu, akachukua kisu. Kuchukua kisu, wakachukua hicho kisu, wakamuua. Kwa hivyo kama huyu ndiye Manzi yako mwenye alifanya ukuja hapo pande wa London, aliuawa. Na magaidi wanafanya biashara kama ile yenye ilikuwa inafanywa kule Mumbai India. Nakumbuka naye Vikram alimuuza, badala jamaa atumie usaidizi wakiwa na polisi wa hapo pande wa London, alitumua magaidi. Na amepata habari, amemwambia live Manzi wake aliuawa. Alitokwa na wazimu sasa. Jamaa wetu alitokwa na wazimu sasa. Alitokwa na wazimu live. Yaani kumbe Sapna aliuawa na blackmail kama zenye tu nilikuwa najaribu kuzuia kuropanwa Mumbai. Na nyinyi mmetumwa ne dhau. Kemanige Dani Meji Moturami Dani Meji Moturami akiwa na machungu mbaya mbovu. Mati ni matagali. Nyinyi mmetuma mkuja kuniua. Punde si punde kumbe magaidi wengine walifuata Manzi. Ile CD inahitajika sana na magaidi wanaamini Manzi ndiye akona ile CD. Magaidi wanaamini Manzi ndiye akona ile CD. Sasa Manzi aliingilia hapa akitaka kutokea kule upande wa mbele. Cheki, Manzi akaingilia pale kama hapa. Manzi mbio huko amehepa. Majangili wanamfuata. Jamaa wetu wajua Manzi ameenda wapi. Magaidi wakaamua kugojea Manzi akitokea. Aingilia hapa, akitokea wamkamate. Cheki, Manzi akaingia kwenda kutokea. Cheki, kagua Manzi ameingilia hapo, lakini magaidi wamemngojea kuro pande wa kuchomokea. Kwenda kutokea wakamkamata. Maskini Manzi alikamatwa stara kama hiyo. Wakamweka kwa basi. Amu maskini wa Mungu. Kumbe jamaa wetu aliona kile kitendo. Ni kufuata shasha. Jamaa wetu mbio. Agent Singa. Chomoka hapa basi bila shaka pale mbio. Walelelelelelelele. Mbio. Wanasha kufahamisha basi Agent Singh jina lake original ni Sunny Odile ndio jina lake original. Jangili Okaba wekwa kando. Nataka Amu anamtaka Amu na hataki mchezo. Mwingine wekwa kando.
Santa sana. Urusha upande wa nje. Kandere kanyaga nje. Jack Kandere yeye aliona hili kujitoa mwenyewe. Santa. Amu. Are you okay? Are you okay? Niko gangari. Hapo ndipo jamaa wetu walipigwa mawasiliano na mdozi wake akuwa na polisi kuchomoka upande wa Mumbai, India. Akafahamishwa huyo manzi ako na CD yenye iko na evidence yenye inaweza muweka ndani huyu hapa basi bila shaka para jangili kwa jina la Sudama Pandey ama Mukesh Rishi. Huyu Mukesh Rishi kuna CD iko na huyo manzi yenye inaweza chomwa evidence ya kutosha kumweka huyu gaidi ndani kabisa. Bas jamaa akajua ni sawa sawa. Na sasa jamaa wetu tayari ameshagundua kwamba na kwa eti manzi wake yani Sapna alishauawa kitambo. Amu. Kuna CD fulani inasemekana uko nayo. Huenda hauyuko nayo sasa, lakini nataka ujaribu kukumbuka. Jaribu tu ukumbuke pale ambapo hiyo CD ilipo. Mwanzo hiyo CD ndio tunaweza tupatia evidence ya kutosha ya kumweka huyu jangili ndani ili awachane na wewe. Mwanzo as long as huyu jangili ako nje, ataishi kukutafuta, ataishi kukuwinda, na huenda basi in one way or the other, huenda basi akakupata na aweze kukuangamiza. Kwa hivyo niambie tu pale hii CD ilipo. Mwanzo hiyo CD ni muhimu zaidi. Hiyo CD ni muhimu zaidi. Jaribu kukumbuka tu. Na ndipo Amu akakumbuka. Ingawaje haongeagi lakini anasikiaga, anaona na anaweza kukumbuka. Na ananukia. Bas. Akakumbuka venye ambavyo CD ilitoka kwa jacket. Akaambia jamaa bas kwa studio. I can remember. Twende studio. Bas. Wacha majangiri wake Mukesh Rishi nao wakuja na CD mingi zenye zilitolewa manyumbani kwa kina Rahu. Kumbe ni CD za muziki. We, Mbogo, nilikwambia unaleta nini? Bubu. Huyu ni bubu. Nilidhani amestuka akaongea. Ati akastuka akaongea. Mbogo. Koraharo wa bosho. Mtu anawezaje hapa basi mtu anawezaje ati kustuka aongee? Bubu ni bubu. Endeni mtafute bubu. Hawa na wao muwakatakate muwaue. Mkubwa sana tunauawa wa nini na sio sisi. Lakini kidogo manzi wetu Sabra Shakapare Ate Chabaria akajifungua. Mwanzo amesikia imesemekana wauawe. Ate Chabaria. Ate Chabaria kumbe kifika ni upana mkono na anakuwa wazimu. Ate Chabaria akaanza kuandalia sasa. Kumbe akamanze kakamwangukia Rahu. Rahu naye anaona mamanzi anatoka na wazimu. Cheki. Gai isinenyonyo. Wacha ujinga. Wewe ni nini? Unataka kunyonya nini? Suruali wewe. Manzi wa kigaidi wekwa kando. Ate Chambaria. Bana machezo Ate Chambaria. Fasta kamfungulia my dears. Nogo wewe. Salala. Bas. Huyu mwana polisi naye ni msaliti. Akapata habari kuwa jamaa wetu amepiga simu. Kuwa jamaa wetu Ajeng Singh amepiga mawasiliano, akasema anaelekea kwa studio. Hana walikuwa anakuja kwa polisi, wakasikia ile habari. Wakasikia huyu mwana polisi msaliti akipiga simu akidai eti jamaa wetu Ajeng Singh ameelekea kwa studio Mwanzo CD kwa huko. Unaona? Sasa jangili wakati aliambiwa hivyo na mwana polisi, huyu mwana polisi msaliti aliambiwa hivyo na mwana polisi mwenzake. Sasa na yeye ni mwana polisi msaliti akampigia mawasiliano jangili kwa jina la Mukesh Rishi. Akamwambia CD kwa studio na Ajeng Singh ameiendea. Vile vile huyu Vikram mwana polisi msaliti akapigia mawasiliano hapa si wana Danish Brothers. Akafahamisha CD iko kwa studio na Ajeng Singh ameiendea. Kwa hivyo waende waichukue ndio waendelee kumharash na hapa basi kumuitisha do huyo Mukesh Rishi. Kwa hivyo huyu mwana polisi anacheza na wote wawili. Mwanzo unaona amepigia wale ma Danish Brothers. Na kabla hajawapigia simu alikuwa amepigia Mukesh Rishi. Na wote wawili akawaambia hawa sasa, wakaambiwa na Mukesh Rishi akaambiwa CD iko kwa studio na Ajeng Singh ameiendea. Naelewa hawa Danish Brothers wanataka ile CD ili waitumie kumtisha na kumuitisha pesa yule Mukesh Rishi. Na Mukesh Rishi anahitaji ile CD ili aiharibu juu imebeba evidence kuhusu ugaidi wote ambao amewahi fanya. Unaona? Haya. Na jamaa wetu Ajeng Singh anahitaji hii CD ili aweze hapa basi bila shaka pale kumweka ndani Mukesh Rishi. Mwanzo iko na evidence yote. CD ndio hiyo. Wakaipata ndio. Lakini right on time. Majangili.
makusha. Majangili wake hapa basi Mukesh Rishi wakakuingilia. Wako na haja na ile CD mbaya mbovu. Wako na haja na ile CD mbaya mbovu. Aish, kitanzi shasha. Wai, walolo yaye. Chikumanino. Okabawe. Ajang Singa kuwaandaria sasa. Ajang Sing kuwaandaria sasa kagua. Manzi kaona wale magaidi wawili. Akamuondoa jamaa wetu. Nero vile vile hapa basi bila shaka paro wako njani kwa kuingilia za nyewezo kapena Rahu wakiwa na Archichandaria. Ndio hapa sasa. Rahu na Archichandaria wako Arya. Kisha Manzi akaambia jamaa wetu, unaona hawa wawili, hawa ndio walidunga mpenzi wako kisu wakamuua. Hawa wawili walimdunga hivi. Bash. Kapo ni kuonyeshe. This will be a sweet revenge now. Wana kupiga marasasi. Bunduki lake likaisha marasasi. Madenish Brothers wako hapa. Na ni wao waliua mpenzi wake. Hawa ndio waliua Sapna. Sasa ni kuandalia. Hawa ndio waliua Sapna. Sasa ni kuandalia. Weka huyo kando. Kitanzi shasha. Chaki. Leleleder. Kuandalia shasha. Mukaua Sapna mpenzi wangu. Rahuna